Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Bwana asifiwe sana. Namshukuru Mungu kwa ajili ya nafasi hii, kupata nafasi ya kusimama mbele yenu siku ya leo. Hakika ni neema ya Bwana ambayo inatenda kazi katika maisha yetu. Bwana asifiwe sana. Ya sina kigezo sana cha kusema kwamba mimi ni mtu special au nina kibali maalum cha kusimama kwa ajili ya watumishi wa Mungu, lakini namshukuru sana Mungu kwa neema yake kupitia mchungaji wetu na viongozi wa chuo kwa kunipa hii neema ya kusimama mbele zenu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo sichukulie kwa kawaida na nachukulia kwa nafasi kubwa sana, kwa sababu Mungu ameniamini ya kwamba naweza nikasimama mbele ya watu wake na kuwalisha neno lake. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Kwa majina naitwa Daniel Maziku Junior, ni mwanafunzi wa udaktari mwaka wa 5 chuo kikuu cha Dodoma. Haleluya. Ninamshukuru Mungu kwa neema hiyo, lakini kwa kifupi ni mtumishi wa Mungu nikihudumu katika nafasi ya ualimu. Haleluya. Kwa siku ya leo tujiandae, tukae tayari kujifunza neno la Mungu. Bwana asifiwe sana. Naomba uandae notebook yako, kalamu yako, tukapate kuyatafakari na kujifunza maneno matakatifu ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Wangapi wako mahali hapa? Amen. Bwana asifiwe sana. Mungu akubariki sana. Amen. Kwa umeandika somo letu leo, tutaenda kuangalia kuhusiana na kitu cha somo ambacho kinasema kushinda utu wa kale. Kushinda utu wa kale. Amen. Tunapojifunza kuhusiana na kushinda utu wa kale. Bwana asifiwe sana. Ni matumaini yangu kwamba tuko wote pamoja na tazidi kuendelea pamoja kwa tafakari haya na Mungu ambayo Roho Mtakatifu anataka kufundishe hii asubuhi ya leo. Amen. Sitamani sana kuanza kuambia utu wa kale ni nini, kwa sababu nilivyotaja tu kitu cha somo, bila shaka kila mmoja atakuwa na kitu kichwani ambacho anakifikiria kuhusiana na utu wa kale. Nikizungumza kuhusiana na utu wa kale, niseme kwamba mwanadamu ameumbwa katika namna 3. Tuko sawa? Mwanadamu ni mwili, mwanadamu ni nafsi, lakini pia mwanadamu ni roho. Amina. Vitu hivi vitatu ndizo components ambazo zinamuunganisha mwanadamu na kumfanya aonekane kama anavyoonekana mwanadamu. Mwili ni kitu ambacho kinadhihirika kwa nje. Mwili ni kitu ambacho kinapokea maelekezo kutoka kule juu na kuweza kuyafanya dhihirike kwa jinsi ya kimwili. Lakini ukiacha mwili, inafuata nafasi ya nafsi. Hii nafsi ni kiungo muhimu ambacho kinatumika kuunganisha au kuleta ile connection kati ya vitu vya rohoni kuvileta mwilini. Bwana asifiwe sana. Roho ni ile kitu ambayo ni ule uhai ambao Mungu ameuweka, ni ile pumzi ambayo ameiachilia ndani ya mwamini. Mtu anapookoka, kitu kinachookoka ni roho. Bwana asifiwe sana. Sisemi kama mwili hauokoki, lakini roho inaunganishwa pamoja na Mungu. Huyu mtu anakuwa anaokoka, kama nasema ikitokea chance au kwamba amekufa, anapata nafasi ya kumlaki Mungu mbinguni kwa sababu roho yake imeokoka. Lakini kitu cha ajabu kinachotokea ni kwamba nafsi, ambao kwa wengine tunaita ni akili au the mind au the heart, ni kwamba hichi kiungo muhimu kinakuwa na nafasi ya kuunganisha au kutoa vitu rohoni kuvileta huko mwilini. Ujue mtu anaweza akawa rohoni anaomba vitu, lakini asipokuwa na ile akili, asipokuwa na ule ufahamu wa kuweza kupambanua ni nini roho inasema, huyu mtu hataweza kufanya kitu kionekane kwa jinsi ya kimwili. Mfano mzuri ni kwamba kila mmoja wetu hapa tumeitiwa, tuna kusudi, lakini hilo kusudi limeachiliwa katika roho yako. Ili uweze kulipambanua na kulielewa kwamba ni kusudi gani, nafsi yako inatakiwa iwe active, iweze kupambanua vizuri, uweze kutafakari kwamba roho inasema nini, kiasi kwamba mtu huyu anaanza kuelewa kwamba kusudi langu mimi ni kuhubiri Injili.
Ndio sasa tunaona anashika maiki kwa jinsi ya mwili, kwa sababu maelekezo yametoka juu, nafsi imecoordinate hayo maelekezo, yanakuja kuyafanya physically. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo niseme kwamba nafsi ni kiungo ambacho kinajifunza, cha kwanza, kwa sababu mtoto mdogo akizaliwa, kitu ambacho anakuwa nacho ni kwamba ile nature ya wazazi inakuwa katika nafsi yake. Anaanza kujifunza matukio, anaanza kujifunza vitu mbalimbali katika maisha, anapata exposure ya kutembea, kufanyaje, anapelekwa shuleni. Kila kitokea hapa sio roho, ni nafsi inalishwa vitu. Kwa mtoto anakuwa anajifunza vitu ambavyo vinatunzwa kama kumbukumbu katika maisha yake. Kwa nafsi inakuja kuwa ni muunganiko wa mawazo yote, wa fikra zote, wa vitu vyote ambavyo mtoto anakuwa navyo kichwani mwake. Ni kama matokeo ya vitu ambavyo amekuwa exposed katika maisha yake. Kwa kusema hivyo ni kwamba nafsi ikitokea mtu amesema kwamba leo mimi namkiri Bwana kuwa namkiri Mungu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, kitu kinachotokea ni kwamba roho yake inaokolewa, lakini huyu mtu nafsi yake inakuwa haijaokolewa kwa sababu moja. Wewe unaambia kwamba mtu akiokoka atayasahau yote aliyowahi kujifunza mwanzo. Huyu mtu akiokoka kwamba atasahau kila kitu, ataisahau kila dhambi. No, ni kitu ambacho yani nafsi ni kitu ambacho kinajifunza kila siku na kutunza vile vitu ambavyo kinajifunza. Kwa hiyo tunasema kwamba mtu akiokoka, ile nafsi yake inatakiwa ifanye kazi maalum ya ziada kuweza kubadilisha ile fikra yake, kuweza kubadilisha yale mambo yote ambayo amejifunza ambayo yako kinyume na neno la Mungu, ili yaweze kukaa sawa. Yaani ili awe na uwezo sasa wa kuweza kutambua na kuweza kutafsiri kile kitu ambacho kinaendelea rohoni. Bwana asifiwe sana. Kwa ukisema kwamba umeokoka leo, alafu hamna kazi unayoifanya kwa ajili ya kuishughulisha nafsi yako, kuilisha neno la Mungu, unakuwa ni mtu ambaye uko passive, hauko active katika wokovu. Bwana asifiwe sana. Ndio maana tunasema kwamba katika kizazi hiki cha Ukristo ambako tuko nacho, sikatai wengi tunatokea katika makanisa ya Pentecost, makanisa ambayo yamevuvia na Roho Mtakatifu. Lakini unaweza kujiuliza hivi, kwa nini hatuoni ile impact? Kwa nini hatuoni yale matokeo ya Mungu yakitenda kazi kwa watu? Tunasoma katika historia ya dini na Kikristo, tunapata kufahamu watu wengi sana ambao wameleta matokeo chanya na mabadiliko chanya katika maisha ya Ukristo. Wameleta uamsho katika maisha yetu. Lakini nimekaa nikajiuliza sana, kwa nini haitokei sana kwa kipindi chetu? Yaani hatuna ile nguvu ambayo wale baba zetu katika imani walikuwa wakitembea nayo. Mtume Paulo, ile nguvu ambayo alikuwa akiishi nayo, ile nguvu ya Mungu ambayo ikitenda kazi katika maisha yake, kwa nini hatuko nayo kipindi hiki? Wakati tunaita kwamba sisi ni wa Pentecost, kwamba tumevuviwa na Roho Mtakatifu, tunajua kwamba sisi tuna nguvu ya Mungu ambayo inatuongoza, lakini hatuoni hayo matokeo yakitenda kazi. Tutaenda kujifunza moja ya kitu ambacho ni kikwazo kikubwa sana cha kuona mtembeo wa nguvu ya Mungu katika maisha yetu, ni utu wa kale. Bwana asifiwe sana. Kwa maana chache sana ambazo nimeziandaa, utu wa kale ni asili yetu yote iliyoharibika kwa sababu ya dhambi ambayo tumeirithi tangu kuzaliwa. Namna nyingine, utu wa kale ni hali ya utu wetu wa asili kama wazao wa Adamu. Na maana ya mwisho, utu wa kale ni mfumo wa dhambi unaotawala mawazo yetu, tamaa zetu, hisia zetu, maisha yetu na matendo yetu. Hii maana ya mwisho nimekubali kwa sababu moja. It's like a system. Utu wa kale ni mfumo. Tukisemea mfumo, yani inakuwa ni kama mwongozo ambao unamuongoza mtu, unamwelekeza nini cha kufanya. Kwa utu wa kale ni mfumo ambao unaongoza tamaa zetu. Yaani nini mtu atamani? Huu mfumo unakuwa unaongoza hisia za mtu. Nini mtu ahisi? Huu mfumo unakuwa unaongoza fikra za mtu. Huu mfumo unakuwa unaongoza matendo ya mtu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo utu wa kale ni mfumo wa dhambi ambao
ni asili tulioirithi kutoka kwa baba zetu, kwa sababu tunasoma katika maandiko na tunaelewa kabisa kwamba moja ya stori ambazo zinahubiriwa sana katika ulimwengu huu ni kuhusu anguko la Adamu. Hamna mtu ambaye asiyeifahamu stori ya kwamba Adamu alikuwa ni mtu ambaye aliishi katika haki. Adamu hakuzaliwa ile kwamba alikuwa na asili ya anguko ya dhambi. Hapana, alikuwa ni mtu ambaye alikuwa perfect. Akili yake, ile nafsi yake ilikuwa tayari yani alikuwa anaishi katika misingi ya kimungu, alikuwa anaishi katika neno la Mungu. Kwa hiyo yeye roho yake ilikuwa ishaokolewa, nafsi yake, kile kiungo maalum kilikuwa tayari kishajifunza misingi na kanuni za kimungu ambazo ndizo zilikuwa zinaendesha maisha yake bustanini. Yaani manake kupitia kile kiungo maalum, ile nafsi tayari ilikuwa inaleta matokeo katika bustani ya Edeni. Tunaona kitu moja muhimu sana ambacho Adamu alikuwa akifanya, aliwaita majina wanyama, kila moja kwa jina lake. Hii ni akili moja ya ajabu sana ambayo kwa namna ya kawaida mtu hawezi akawa nayo. Kwa tunasema kwamba akili yake, ile nafsi yake tayari ilikuwa na vitu vya kiungu ndani yake. Kwa maana yake kupitia ile akili ya Mungu, kupitia zile kanuni za kimungu ndani ya nafsi yake, akawa na uwezo wa kuita wanyama wote kwa majina yao. Bwana asifiwe sana. Lakini kitu kimoja kinanishangaza ni kwamba huyu Adamu, shetani alivyoleta anguko kwake, na kitu alichokifanya kwamba shetani hana uwezo wa kuua roho. Tunasoma maandiko ya kwamba muogopeni anayefanyaje? Anayeua roho na mwili, si ndio? Yaani usiogope kitu ambacho kinaua mwili peke yake. Kwa maana shetani mwenyewe hana uwezo wa kuua roho ya mtu. Kwa roho ya Adamu hakuwa na uwezo wa kuigusa. Lakini kitu alichokifanya, akaenda kugusa kile kiungo maalum, ile nafsi yake ambayo ndio ilikuwa inabeba misingi na kanuni iliyokuwa inaendesha maisha ya Adamu. Akatwist neno la Mungu ya kwamba hivi umeambiwa mkila hili tunda mtakufa. Neno la Mungu linasema wakila watakufa, lakini yeye akawaambia mkila hili tunda hamtakufa. Hii sio kwamba alileta kitu kipya kabisa ambacho hakiwepo, lakini alitumia lile neno ambalo lilikuwepo katika maandiko kulitwist kinamna ambapo Adamu atapata kujielewa, lakini alipokea. Anaweza akalikataa kwa mwanzo, lakini baadaye alipokea. Kwa hiyo shetani alichofanya, alicheza na ufahamu wa Adamu. Yaani hakufanya kitu, hakuwa na mchawi, hakusema labda kwamba amempiga vitu vya kichawi vya kikwetu hivi. Hapana, yaani alicheza na akili yake. Bwana asifiwe sana. Yaani sio tukio kubwa sana kwamba labda alitokeza na nguvu ya giza akamfanyaje sio akaanguka. Alicheza na kile kiungo muhimu ambacho ni nafsi, vile vitu ambavyo alikuwa tayari ashajifunza. Akanani tu kidogo. Unajua wanasema kwamba sumu ni kidogo tu kiweka kwenye maji, mtu akimeza inamuua. Haitaji hata kwamba uchukue concentration kubwa sana ya sumu ndio mtu afa. Kitu kidogo tu. Kwa maana yake shetani alichofanya kwenye ufahamu wa Adamu, kwenye uelewa wake wa neno la Mungu, akatwist kitu kidogo tu kikaharibu mfumo mzima wa Adamu. Tunaona kwamba anaanza kujificha, eti anasema kwamba amkimbie Mungu. Ni kitu ambacho kinaonyesha kabisa akili yake imecheza. Hivi anashindwa kutambua kwamba Mungu ni Mungu ambaye yupo kila mahali, lakini anajificha katika miti akiamini kwamba Mungu hatamuona. Hiyo ni udhihirisho wa kwamba ufahamu wake tayari ukushachezewa. Amen. Kwa maana yake shetani akawa amepandikiza huu utu wa kale ambao ni nature yake, ni asili yake yeye shetani. Kisoma katika kitabu cha Isaya ile sura ya 10 kuanzia mstari wa 12 na kuendelea, tunaambiwa kwamba shetani alianguka kutoka juu kwa sababu yeye alijiona kwamba yeye ni bora, ya kwamba yeye anaweza kumzidi hata Mungu. Kwa hiyo hii hali ya kujiona yeye ni kujisifu na kujiona yeye ni bora kuliko wengine, ya kwamba hata Mungu atamzidi, hiyo hali ndio aliyokuja akaielekeza katika nafsi ya Adamu. Kwa anguko likatokea pale. Kwa vizazi vyote kutokea kwa Adamu tukawa tunazaliwa tukiishi na kukua katika mfumo huu wa dhambi. Tuko pamoja kwa Mungu? Tuko pamoja? Kwa watoto wamekuwa wakizaliwa na kulelewa katika huu mfumo. Yaani
tumekuwa tukikua na yani haijalishi hata kama umezaliwa katika familia ya Kikristo kwa mchungaji, lakini bado ukizaliwa tu utakutana na mazingira tayari ambayo yameshaandaliwa, mfumo ambao tayari unaendesha ulimwengu, ambaye ndio ule mtu wa kale, ndio ile system ambayo naizungumzia leo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Tusome maandiko katika kitabu cha Waefeso sura ya 4 kuanzia mstari wa 22, kuanzia mstari wa 22 mpaka 32. Toma nipate msomaji mzuri anasomea kwa weledi na kwa spidi. Bwana asifiwe sana. Waefeso sura ya 4 ule mstari wa 22 hadi wa 32. Waefeso 4:22 nasema, mvue kwa habari ya mwenendo wa kwanza utu wa zamani unaoharibika kwa kuzifuata tamaa zenye kudanganya, na mfanywe wapya katika roho ya nia zenu, mkavae utu mpya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Basi uvueni uongo, mkaseme kweli, kila mtu na jamii yake, kwa maana tu viungo, kila mmoja kiungo cha mwenzake. Muwe na hasira, ila msitende dhambi. Jua lisichwe na uchungu wenu bado haujawatoka, wala msimpe ibilisi nafasi. Mwibaji asiibe tena, bali afadhali afanyie juhudi, akitenda kazi iliyo nzuri kwa mikono yake mwenyewe, apate kuwa na kitu cha kumgawia mhitaji. Neno lolote lililo ovu lisitoke mdomoni mwenu, bali lililo jema na kumfaa mwenye kuhitaji, ili niwape neema wanaosikia. Wala msihuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Uchungu wote na ghadhabu na hasira na kelele na matukano yaondoke kwenu, pamoja na kila namna ya ubaya. Tena iweni wafadhili ninyi kwa ninyi, wenye huruma, mkasameheane kama na Mungu katika Kristo alivyosamehe ninyi. Amen. Napenda sana mstari wa 32 kwa sababu maandiko yanasema, tena iweni wafadhili ninyi kwa ninyi, wenye huruma, mkasameheane kama na Mungu katika Kristo alivyowasamehe ninyi. Haya maandiko tumepata kusoma kwamba tunaelekezwa kwamba huu utu wa kale, yaani maandiko yanajaribu kutaja au kuorodhesha vile vitu ambavyo ni matokeo ya utu wa kale. Haleluya. Anatuambia kwamba kupitia utu wa kale mtu anakuwa anasema uongo, lakini maandiko yanasema tuseme ile kweli. Kupitia uongo, kupitia utu wa kale mtu anakuwa na ile hali ya majivuno. Kupitia utu wa kale mtu anakuwa na udhihirisho wa hasira, makasiriko, minung'uniko, yaani mambo yote ambayo anayajua mabaya yote, kwa sababu yanakuja kwa sababu ya nini? Ni kama matokeo ya ule utu wa kale. Mstari wa 32 unasemaje? Tena iweni wafadhili ninyi kwa ninyi, wenye huruma, mkasameheane kama na Mungu katika Kristo alivyowasamehe ninyi. Kuna msemo nimekuwa nikisikia wanasema eti huruma sio malezi. Bwana asifiwe. Huruma sio nini? Nimekuwa nikitafakari kwanza ni kitu gani wanakuwa wanakimaanisha kusema hivi kwamba huruma sio malezi. Wakati mimi najua huruma ni tunda la Roho Mtakatifu. Si ndio? The love for people, ile kuwapenda watu, kuonyesha compassion kwa watu. Halafu mtu anakuja tu, huruma sio malezi. Kwa hiyo tuwaleaje watoto wetu? Mimi nimekuja na msemo mwingine. Bwana asifiwe sana. Basi kama huruma sio malezi, ukali ni shetani zaidi. Kwa sababu tunasema kwamba yani tukisema tuiondoe hili tunda la kiroho au Roho Mtakatifu ambao ametupatia kwamba tuwe watu wenye huruma, yani kuna namna ya kuishi na watu. Yani wewe ukawa kama mtu ambaye anihitaji, alafu nataka uwe mkali kwake. Kuna bidii hata mtoto ambaye tunakuwa tunamlea katika maisha ya utakatifu na kukulia wokovu, hatuwezi kuacha hili tunda muhimu. Bwana asifiwe sana. Yaani wewe ukasema tu tumie criteria kusema kwamba kila wakati mimi mtoto wangu nitakuwa mkali kwake.
sio tunda la Roho Mtakatifu, na kitu ambacho kitatokea, madhara ya ukali yatakuwa ni mengi zaidi kuliko madhara ya huruma. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kama tunachukulia kwamba huruma, yani huruma sio malezi, basi ukali ambao tunautaka kwa watoto, yani huo ni shetani. Mwana asifiwe sana. Kwa hiyo imekuwa tu ni vitu ambavyo watu wamejijengea systems, wamejitengenezea mifumo ambayo ni matokeo ya ule utu wa kale ambao unatawala katika maisha yao. Na in short, hauwezi kuuvuka, yani hauwezi kuukwepa utu wa kale, kwa sababu ni nature, yani ni asili ya kila mtu. Kila anayezaliwa ni asili yani ni asili ambayo anakuwa nayo tayari. Hata mtoto mdogo tayari anakuwa na ile asili, ipo ndani ya nafsi yake na mwongozo. Kwa hata akisema aokoke leo, bado ile asili ipo imejishikiza katika nafsi yake kupitia vitu anavyoviwaza, kupitia vitu ambavyo anavifanya, hisia zake, mwongozo wa maisha yake, ile system au mfumo wa akili unakuwa chini ya hii system au utawala wa utu wa kale. Kwa hiyo nimetangulia kusema kwamba hata hivi leo hatuoni sana matokeo, hatuoni sana mtembeo wa nguvu ya Mungu katika kanisa, ni kwa sababu bado tunaishi chini ya utawala wa hii system au wa huu mfumo wa utu wa kale. Haleluya. Unaweza usikubaliane na mimi sana hapa mwanzo, lakini tunapoelekea kuna kitu utajifunza. Utu wa kale ni kitu pekee ambacho ni adui mkubwa wa Mungu. Kwa adui yako kuanzia leo sio shetani. Ni kitu ambacho kipo ndani ya akili yako. Ni nini unaamini? Bwana asifiwe sana. Mfumo wa fikra zako, vitu ambavyo umekataa kuviachia, ndio vitu ambavyo vinatawala maisha yako. Utamsingizia shetani, hautapitiwa na shetani. Yani shetani anachofanya ni anawasha tu moto kwenye kale ka system ambapo tayari umeshakaamini. Ndio maana unashangaa kwa nini mtu anakuwa na uraibu wa kitu fulani. Yani anakuwa anafanya dhambi fulani, anamomba Mungu, anakaa vizuri, tuseme mchungaji akifunga hata siku 40 za maombi, unashangaa kiwa kwenye uwepo anaacha hiyo dhambi. Lakini akitoka tu kwenye system ya kanisa, unashangaa kitu kimemrudia. Unafikiri kuna shetani hapo? Yani akitoka tu kwenye hali ya ukanisa, unashangaa ile dhambi yake ambayo imeshamzingira kwa upesi inamrudia tena, inarudi tena. Kwa kitu ambacho mimi nikuja kuona kwamba ishi sio hata marafiki ambao yuko nao, lakini ni ile system tayari ambayo imeshajijengea ndani yake. Kwa sababu tu hiyo dhambi inakwenda mzingira wepesi, ila akifikiria au recall back kitu ambacho tayari anakiamini ndani ya nafsi yake, ndio kinamfanya atende hiyo dhambi tena. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo niombe yangu kwamba Mungu atusaidie kanisa la leo, ya kwamba target yetu iwe ni kushinda utu wa kale ambao ndio kikwazo kikubwa cha kuona Mungu, ndio kikwazo kikubwa cha kufanyaje, cha kufanikiwa hata katika maisha yetu ya Kikristo. Yaani wewe ukasema kwamba wewe umeokoka na umekuwa kiroho, alafu bado kuna some elements, kuna viashiria vya utu wa kale ndani yako, itakuwa bado. Kwa hiyo tukitaka sasa kuona neema ya Mungu ikiwa nyingi katika huduma zetu, tukitaka kuona neema ya Mungu ni kubwa katika maisha yetu, tukitaka kufanikiwa sio tu katika kiroho lakini hata kimwili, kwa habari ya pesa na nini, tunahitaji kunyenyekea kwa Mungu, tunahitaji kusulubisha huu utu wa kale. Bwana tusaidie sana. Nitaenda kukuelezea kidogo kuhusiana na mchakato wa kusulubisha huu utu wa kale. Naomba tuwe na maisha ambayo ninayaita ni maisha ya msalaba. Ni maisha nini jamani? Msomaji wangu naomba tusome Warumi sura ya 6 kuanzia mstari wa 1 hadi wa 6. Tuwe na maisha ya msalaba. Tugeuze mfumo wetu wa maisha uwe maisha ya msalaba. Huu msalaba ni nini? Ni kuyasulubisha yale matendo ya mwili. Ni kusulubisha ule utu wetu wa kale ambao ndio unaleta matokeo ambayo ni hasi na unatufanya tuendelee kuishi katika dhambi, tusione ukuu wa Mungu katika maisha yetu. Bwana asifiwe sana. Warumi sura ya 6 mstari wa 1 hadi wa 6. Nitasoma. Tuseme nini basi?
tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Hasha! Sisi tuliopia dhambi tutaishije tena katika dhambi? Hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake? Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alifufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Kwa maana kama mlivyounganika naye katika mfano wa mauti yake, kadhalika mtaunganika kwa mfano wa kufufuka kwake. Mkijua neno hili, ya kuwa utu wetu wa kale ulisulubishwa pamoja naye, ili mwili wa dhambi ubatilike, tusitumikie dhambi tena. Amina. Bwana asifiwe sana. Paulo anasema tuseme nini basi? Ili kwamba tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi. Tunasoma kwamba Mungu alitupenda, Yohana 3:16, kwamba hata akamtoa mwana wake wa pekee ili aje atuokoe sisi. Tulikuwa tumezidi sana katika dhambi, ndio maana Mungu akaachilia neema yake iliyo nyingi ije kwetu. Hasa Paulo anajiuliza, je, hivi tuzidi sasa katika dhambi ili Mungu azidi kuachilia neema? Sijui tuko pamoja? Yaani hivi tuzidi kutenda dhambi, tuzidi kuishi katika huu utu wetu wa kale ili neema izidi kuwa nyingi? Sio sawa, si ndio? Kwa maana yake kuna mabadiliko inabidi tuyafanye. Kuna vitu inabidi tuvifanye. Ndio maana nikatangulia kumwambia kwamba inabidi tuwe na maisha ya msalaba. Mstari wa pili unasema kwamba hasha, akakataa kwa nguvu zote, ya kwamba sisi tulioifia dhambi tutaishije tena katika dhambi? Haiwezekani. Anasema hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake. Ni kitu ambacho nakipenda sana, ubatizo wa mauti. Mtu anapozamishwa kwenye maji, tunaamini kwamba ya kale amepita, dhambi zake amesamehewa, akiibuliwa hivi anakuwa ni mtu mpya, si ndio? Lakini Paulo anaongea kitu cha tofauti kidogo, ya kwamba inabidi tushiriki, yaani kama ilivyotokea katika mauti ya Yesu Kristo. Alikufa kwa ajili yetu pale msalabani, lakini kitu cha msingi ambacho tunataka ni kwamba na sisi kama waamini ambao tunamfuata aliye mfano wetu sisi, inabidi tufe pamoja naye katika ubatizo wa mauti, alafu yeye akifufuka, sisi tunabaki tunafuka pamoja naye, si ndio? Kwa maana yake ni mauti ya msalaba ambao Yesu alipata. Yeye alikufa kwa namna ya kimwili, alisulubishwa kwa mwili, lakini sikwambii kwamba wewe sasa hivi ukaanze kuteswa, ukatafute kufungwa sisi na nini. Hamna kitu kama hicho. Tunasemea ni yale mauti ya utu wa kale. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kila ukikumbuka tu kazi ya msalaba aliyoifanya Yesu, kila ukikumbuka kwamba Yesu alikufa msalabani, yeye aliteswa kwa ajili ya mwili, lakini sisi tunabidi tuteseke. Yaani inabidi tuutese ule utu wa kale, tuubadilishe utu wa kale, kwa sababu tukibadilisha kuna kitu kikubwa sana kinatokea. Yesu aliteswa akafa, na sisi inabidi tusulubishe utu wa kale ufe. Nini kinatokea baada ya hapo? Yesu akafufuka. Bwana asifiwe sana. Kwa mwamini kinachotokea ni kwamba Yesu anaishi ndani yake. Ukiua utu wa kale, kinachotokea ni kwamba Yesu anaishi ndani yako. Kuna kitu kilikuwa kinaniuzi sana nikiwa mtoto kwetu, yani nyumbani. Mimi nimekuwa katika maisha ambayo ni wakulima wa mpunga, nadhani tunaweza tukawepo wengi ambao ni wenye maisha namna hiyo. Kwa hiyo kuna kipindi ambacho ilikuwa ni small scale farming, ambapo yani mazao sio mengi sana, si ndio? Unashangaa tunalima labda hekari kadhaa, tunapata mpunga, tunaenda kutunza. Kama tunavyojua biashara hivyo na hivyo, mwisho wa siku kuna kuwepo na magunia baadhi yanabakizwa pale nyumbani. Kwa hiyo magunia yanakuwa ni kwa ajili ya kula, lakini pia wazazi wanasema kwamba kuna mengine hapa, haya ni kwa ajili ya mbegu, yasiguswe. Bwana asifiwe sana. Kuna shangaa magunia ya mpunga, kuna kipindi kama mkikosa kabisa, shangaa yanabaki kabisa hata na mawili, anasema mzee anasema yani hata iweje haya hayataki kuguswa. Bwana asifiwe sana. Kweli kwani tunakuwa na ile vizuri, yani kwa nini yani hatupati chance ya kula wali? Kwa sababu yani tunashindwa kuelewa, yani mzee anataka hivi, kwa sababu tunaona yamejaa kabisa mawili vizuri kabisa.
Nini kinatuzuia kwamba mzee asiruhusu hata kidogo basi tunakula tu, yani hata tupunguze. Umeona? Kumbe mzee alikuwa na akili kichwani kwamba haya magunia yalobaki wataenda kuyasia sehemu, kuyaotesha, ili baadaye yakishaota ile mbegu watoe na nini hapo wakapandikize tena, ya hivyo yani, si ndio? Lakini sasa si kama kwa akili ya kitoto tunakuwa hatuelewi sana, kwa sababu tunajua tu tunataka tule wale. Na kitu ambacho mzee amenifundisha ni kwamba, mwanangu, hivi unaona vile ambavyo tunateseka huko mbugani, yaani unaangalia matope ambayo tunakuwa tunajipaka na nini katika kupandikiza na kuhangaikia kile ambacho nakiita wali, lakini unakuwa unafurahia tu wali ukiwekwa mezani, mnakula tu kwa starehe. Lakini jaribu kukumbuka ni namna gani sisi huku tunakuwa tunajitesa kufanya hizo kazi zote, kupandikiza sijui na kufanyaje, mwisho wa siku ili tufanyaje, tupate huu wali ambao unautaka. Kwa hata haya mawili ambayo unayaona tunataka tukayafanyie huo mchakato, tuyazalishe zaidi ili yawe mengi. Wanafezana. Kwa kitu ambacho kinatokea, nilikuwa naona kama kuna kitu hakiko sawa. Yaani mchele, ngoja tena tukisema mchele, yani tuseme wali tukaumwage mbugani, alafu then sijui baada anyway, sijui kama mnaelewa, lakini nilikuwa nahisi kama kuna kitu hakiko sawa hivi, si ndio? Kwa nini tusile tu, tutapata? Bwana pesa. Kwa kitu ambacho nilijifunza ni kwamba mbegu ukiipandikiza katika ardhi ilikuwa na ile hali ya kufa. Kwa mimi nilikuwa naona kama wanapoteza, lakini pale ile mbegu ilikuwa inakufa, si ndio? Unashangaa inachukua siku 3 au mpaka wiki, unashangaa kinaanza kuchipua kingine. Kwa kitu cha msingi ambacho tunakiona kwamba ili kupata zaidi, ili kuweza kufanikiwa katika kitu chochote unachokifanya, lazima kuwe na kitu ambacho inabidi ukiue kwanza. Sisemei kafara, watumishi wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Inabidi tuue utu wa kale katika mbegu. Ile mbegu yenyewe inakufa kwanza. Kuna mabadiliko inabidi yafanye ili tuweze kuleta matokeo makubwa. Kipunje kimoja kikiufa, kikija kuchipuka, tunapata punje ngapi? Ni nyingi sana, si ndio? Kwa inabidi yani tujifunze basi hata katika namna mazingira yanatufundisha sana juu. Mazingira yanatufundisha kupita, yani ujue hapa tunakuja ni kwa muda tu, tunakutana kama masaa 6 tu hapa hivi, lakini tukitoka hapa jifunze hata katika mazingira. Hivi uone kabisa kwamba kuna namna, yani nature inatufundisha vitu vingi sana. Kwa kupitia mbegu unapata kujifunza hili somo ya kwamba ukikipandikiza kuna gharama inabidi iwepo pale. Hii mbegu inabidi ife kwanza. Haiwezi kachipua bila kufa. Kwa hata sisi katika mafanikio yetu ya maisha yetu kuna vitu lazima vife katika maisha yetu. Na mojawapo ni kitu ambacho ni adui mkubwa wa Mungu, huu utu wa kale. Bwana asifiwe. Inabidi tuue utu wa kale. Tukisoma Galatia 2:20 anaongelea kitu hicho. Naomba nisomee na hapo. Galatia 2:20. Tasoma. Galatia 2:20 inasema, nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai. Wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Na uhai nilionao sasa katika mwili, ninao katika imani ya mwana wa Mungu, ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Kabisa. Bwana asifiwe sana. Tumesulubiwa pamoja na Kristo. Kwa nini kuhakikisheni kwamba gharama utakayoitumia kusulubisha utu wa kale haitaenda bure, kwa sababu ukisha kusulubisha utu wa kale, kinachotokea baada ya hapo ni pande nyingine ya shilingi. Yaani tunajua shilingi zina pande mbili, kwamba ukifanya hichi, yani ukiangalia upande huu, basi haikwepeki kuja kufunua kuangalia upande wa pili. Kwa ukiua utu wa kale, kinachotokea ni kwamba Yesu Kristo anaishi ndani yako. Sawa? Tukiua utu wa kale, kile kitu hicho kiua, yani hapo Yesu Kristo anampa nafasi ya kuishi. Yani ile neema ya Mungu unaipa nafasi ya kuchukua katika maisha yako. Kwa maana nyingine ni kwamba inabidi tuwe wafuasi wazuri wa kazi ya Yesu Kristo msalabani. Narudia kusema kuna kitu ambacho mimi napenda sana, ni kwamba kati ya vitu ambavyo mimi napenda kuhubiri katika maisha yangu
ni Yesu aliyesulubiwa msalabani. Kwa sababu hichi kitu ni somo kubwa sana kwangu mimi. Yaani nikumbuka kwamba Yesu alikufa kwa ajili yangu. Basi na mimi kuna vitu vingi nilifanya, kuna vitu vingi niliviue katika maisha yangu. Yaani hauwezi ukaishi tu yani unavyotaka. Hauwezi ukaishi kufuata mfumo wa hii dunia. Hauwezi ukaishi kufuata mfumo wa utu wa kale. As long as wewe umemwamini Mungu na Yesu Kristo amekufa kwa ajili yako, haipingiki. Kuna vitu na vitu inabidi uviue, vitu ambavyo vinakinzana na tunasema vinakinzana na ile sheria ya Mungu. Kwa hiyo inabidi tuwe na ukawaida tu ya kwamba ukisikia tu kwamba yani ukikumbuka tu Yesu alinifia msalabani, mimi nafanya nini? Kuna kitu na mimi inabidi nifanye kwa ajili yake. Inabidi nife kwa ajili yake, niafie yale matendo ya dhambi. Lakini nikikumbuka pia Yesu alifufuka, kwa maana yake na mimi nitafufuliwa upya, sio katika ule ulimwengu ujao, lakini hata katika ulimwengu huu, ya kwamba nikifa katika dhambi nitafufuliwa katika nini? Katika neema, si ndio? Ukiua utu wa kale, matokeo yake ni nini? Yesu Kristo anaishi ndani yako. Ndio maana maandiko yanasema kwamba nadhani wa Efeso 1:21 au Galatia 1:21 kwamba kufa ni faida, si ndio? Lakini kuishi ni nini? Ni Kristo. Naelewa inaweza ikawa inamaanisha kwa ulimwengu ujao ya kwamba sasa hivi ukifa ya kwamba itakuwa ni faida kwa sababu utaurithi ufalme wa mbinguni. Lakini hiki kitu mimi nifundisha kitu tofauti, ya kwamba kumbe hata ile hali ya kusema kwamba ninakufa kila siku ni faida kwangu, kwa sababu nikishakufa katika mazingira fulani Yesu Kristo anaishi ndani yangu. Wengi tunakuwa hatuelewi utu wa kale, yaani hatuelewi utu wa kale ni vitu gani ambavyo vinaundwa na utu wa kale. Ndio maana hatuko tayari kufa kwa ajili ya utu wa kale. Lakini kuhakikishia kwamba ukifanya juhudi ya kuua kitu fulani ambacho kinaunda utu wa kale, unaruhusu Yesu Kristo aishi ndani yako. Sawa? Maandiko yanasema kwamba mwaka ambao tunatembea nao kama ni mwaka wa neema nyingi, si ndio? Unafikiri itakujaje neema nyingi? Hizi na ukuta umekaa hivi. Lazima kuna mabadiliko inabidi yafanye. Amen. Inabidi tuue utu wa kale. Na kila ukiua sehemu, yani ukiua robo ya utu wa kale, the same measurement, robo ya hiyo sehemu Yesu anainuka kuishi ndani yako. Nadhani ndio kitu ambacho kinaendelea sasa hivi, ya kwamba tunaona Mungu anafanya kazi. Sisemi kwamba yani Mungu hayupo kabisa. Tunaona impact, watu wanamhubiri Mungu na miujiza inafanyika, lakini pia hata ufalme wa Mungu unajengwa. Mimi nafikiri ni kwa sehemu tu ya watu wachache ambao wanaamua kuishi katika maisha, kuua utu wa kale ili kuruhusu Yesu aishi ndani yao, ili kuruhusu nguvu ya Mungu iishi ndani yao, ambayo hii sasa nguvu ndio tunaishuhudia ni kama uamsho ambao unainuka kwa kila mtu, si ndio? Tunaishuhudia ikifanya miujiza na matendo makuu. Kwa hiyo ni watu baadhi tu, sio wote. Lakini sasa tunapaswa ni kitu paso kila mmoja. Chunguza ni kitu gani ambacho wewe kinauinua ule utu wa kale na kufanya yani uishi katika maisha ya dhambi na ambayo hayana matokeo katika maisha yako. Pengine ni hasira. Umeambiwa, kuna sehemu maandiko yamesema kwamba unaweza ukawa na hasira lakini usitende dhambi. Kwa hiyo kuweza hasira yako. Pengine ni majivuno, unajivuna sana. Hiki kitu ni moja ya vitu ambavyo vinakushusha. Yaani unamuua Yesu asiishi ndani yako. Pengine maybe ni kujisifu sana. Unajua? Yaani ni nature ya shetani ilivyo. Yeye ni mtu kujisifu, kujipandisha. Kute tuko hivyo watumishi wa Bwana na hatujui. Yaani unajua tumeshageuza utu wa kale ni kama part and parcel ya maisha yetu. Yaani umechukulia kawaida. Yaani mimi huwa ni mtu wa sifa sana. Mimi naongea sana. Mimi ni muongo sana. Yaani unachukulia kama ni kitu cha kawaida kwako, but ni kitu ambacho sio sawa. Maybe ni kiburi. Unasema mimi ndo niko hivi bwana, mimi ndo nimezaliwa hivi. Mzee ana kiburi sana. Kwa na mimi naona hichi, yani kwanza ukiwa na kiburi, yani kuna namna unaheshimika, yani ukiwa mnyonge watu wanakuonea. Kwa yani kuna namna watu wamejitengenezea, yani wamejitengenezea hii comfort katika maisha yao. Anasema mimi mimi ni mkali. Na ukali wangu yani mahesabu yangu yanaenda hivi.
wafanyakazi wangu wanakimbizana hivi. Ni sawa wanakimbizana, basi kuna Yesu umemuua ambaye alitakiwa aishi. Kupitia huo ukali wako umeua ile neema ya Mungu isijidhihirishe katika maisha yako. Kwa hiyo tujichunguze sana katika tabia ambazo tuko nazo. Huenda moja ya tabia zetu ambazo tuko nazo ni hii ni udhihirisho wa utu wa kale ambao unatenda kazi ndani yetu. Kwa hiyo ukijitazama tu ukasema hii tabia yangu mbona kama, yaani tufanye kwa watumishi wa Mungu. Ni zoezi ambalo inabidi liwe endelevu kwa kila mmoja, kwa sababu hauwezi kusuluhisha utu wa kale kwa siku moja. Bwana asifiwe sana. Kwa inabidi tuendelee na ile system ya kujichunguza, kuangalia ni kitu gani ambacho mimi kinanikwamisha. Yaani hauwezi ukaenda mbali sana eti muulize mtu ni vitu gani ambavyo unaweza kaisi labda mimi ndio vinanisumbua. Kama ndio uangalie nafasi, yaani uangalie zile tabia ambazo uko nazo. Je, ziko sawa mbele za Mungu? Je, hizo tabia ukiangalia hivi kweli zinaruhusu Yesu aishi ndani yangu? Na kama kweli ni vitu ambavyo vinaruhusu Yesu aishi ndani yako, kwa nini hatuoni sasa ukifanya vitu? Hatuoni matokeo katika kwa hali ya kawaida. Yaani kama unasema tabia ambazo uko nazo hivi sasa ni sawa na neno la Mungu, yaani ndio zinapelekea Yesu aishi ndani yako. Kwa nini hatuoni matokeo ukiyaleta katika ulimwengu wa sasa wa Kikristo? Kwa nini hatuoni ukifanikiwa katika mambo yako? Kwa nini hatuoni ukifanikiwa katika huduma yako? Kwa hiyo kitu ambacho inabidi tujichunguze kwa kila mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tusome Mathayo 16:28-26. Bwana asifiwe sana. Somaji wangu nisaidie kusoma hapo. Nitasoma Mathayo 16:24. Wakati huo Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake anifuate. Ndiyo. Kwa kuwa mtu atakaye kuiokoa nafsi yake ataipoteza. Yes. Na mtu atakayepoteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Kwani atakayeibiwa nini mtu akipata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake? Au mtu atatoa nini badala ya nafsi yake? Bwana asifiwe sana. Au mtu atatoa nini badala ya nafsi yake? Yaani ni somo kubwa sana kwa watumishi wa Mungu. Sijui nalichukuliaje au nalionaje. Ni somo kubwa sana ya kwamba mtu akitaka kuipoteza nafsi yake, huyu ataiona nafsi yake. Na mtu ambaye atataka kuiona nafsi yake, huyu mtu ataipoteza nafsi yake. Yaani ni somo ambalo linaishi hata hivi leo. Nimefundisha hizo kipindi cha Yesu Kristo, lakini ni somo ambalo linaishi mpaka leo. Yaani Yesu alielewa kabisa kwamba mtu ukipalilia nafsi yako, ukiupalilia utu wa kale, vitu ambavyo vinaendesha maisha yako, utapoteza hiyo nafsi. Haleluya. Lakini mtu ambaye ataipoteza nafsi yake kwa ajili ya Yesu, yaani hapotezi tu nafsi, yaani anapoteza nafsi yake ili aruhusu Yesu Kristo aishi ndani yake, huyu ataiona hiyo nafsi yake. Na swali anauliza kwamba hivi mtu atatoa nini zaidi ya nafsi yake? Hivi kuna kitu kingine cha kufanya tofauti na nafsi? Hapa yaani hatuwezi kutoa mwili katika hili. Yaani ukasema tu kwamba unajua kuna ile hali sawa, kuna matendo ya mwili ya nje yanaonekana ambayo inabidi tuwe nayo. Kuna vitu tunajizuia, tunafunga na kuomba, kuna vitu hatufanyi, lakini this is not enough. Yaani kitu ni part ndogo sana. Kitu kikubwa ambacho yani inabidi kiwe in exchange ambacho tunakihitaji, nafsi yako. Utatoa nini badala ya nafsi yako? Mwili hauwezi ukatoa. Kwa hiyo tunasema kwamba yani ukisema umejibidiisha katika mwili, unavaa vizuri, mtumishi wa Bwana, unasalimia kila mtu, hivyo na tabia nzuri, sawa. Kwani tuna watu wangapi ambao hawajaokoka na wana tabia nzuri? Wengi sana. Tuna watu wangapi ambao hawajaokoka lakini wanavaa vizuri, wana tabia ile nzuri, unyenyekevu, lakini hawajaokoka. Kwa ukisema tuishie hivyo kwa sababu sisi ni Wakristo, basi tuishie maisha ya hivyo, haitoshi. Inabidi utoe nafsi yako. Badilisha mfumo wa maisha ambao uko nao.
badilisha mfumo wa utu wa kale ambao unaongoza maisha yako. Kwa hiyo ukifanya hivyo utakuwa umeipoteza nafsi yako, lakini kwa Yesu unakuwa umefanyaje? Umeipata. Amen. Kuna wangapi tunamfahamu huyu samaki aina ya pweza? Pweza. Nadhani tutakuwa tumemsikia, si ndio? Siongelei chakula cha pweza, lakini nilifuatilia kidogo kuhusiana na stori za pweza. Pweza ni samaki ambaye ana maajabu kidogo. Sije kumuona, I wish nimuone. Lakini kwa stori ninazozisikia ni samaki ambaye ana miguu 8, lakini katika miguu yake ana ubongo wake ni kwamba unakuwepo kichwani, lakini pia uko katika hii miguu. Yaani ubongo, kuna pati ya ubongo ipo juu, lakini kuna pati nyingine ya ubongo inakuwepo kwenye ile miguu yake. Kwa hiyo kila mguu unakuwa na akili yake. Kwa hiyo anakuwa na uwezo huko akiwa anafanya hichi, huu mguu mwingine unakuwa unaweza kufanya kitu kingine. Ndio uwezo aliopewa nao, si ndio? Lakini pia huyu samaki anakuwa na mioyo mitatu. Mioyo mitatu tofauti na sisi. Kwa anakuwa na ile, kuna namna mwingine unaenda sayansi, lakini ndio hivyo, ana maajabu yake. Ila pia kitu kingine cha ajabu kwenye huyu samaki, ana damu ya blue. Sisi tuna damu nyekundu, yeye ana damu ya blue. Kwa nini? Nilizokienda kufuatilia. Kuna kitu ambacho nataka nikwambie ambacho kilinishangaza sana kuhusiana na huyu samaki. Ya kwamba huyu samaki ikifika kipindi cha kuzaliana, ikifika hicho kipindi, ile pweza dume na wa kike wakikutana, yule pweza dume huwa anakufa baada ya muda mfupi. Lakini pweza jike yeye huwa anataga mayai. Akishataga yale mayai anayasubiria yatotolewe. Yakisha totolewa tu na yeye anakufa. Can you imagine? Mume anatangulia kufa tu baada ya ile kukutana, ile kuzaliana. Lakini yule wa kike anaruhusu kwanza, anaangalia mayai yanaendelea. Wakishazaliwa tu wale watoto na yeye anakufa. Bwana asifiwe. Hivi kama na sisi tungekuwa hivyo, tungekuwa tunaoana kwa jamani? Kwa kweli na mimi ningenitoa kwenye mahesabu. Lakini wao ndivyo walivyotengenezewa, ndio maisha yao. Unafikiri kwa nini wanafanya hivyo? Ni somo kubwa sana. Nature inatufundisha vitu vingi. Wanakufa ili kuruhusu vitu vingine viishi. Wanakufa ili kuruhusu trait nyingine, tabia zingine. Yaani wao wamezoeleka sasa. Una tabia hii, una tabia A, lakini ukifa unazaa tabia B, C, D na kuendelea, si ndio? Kwa kitu kimoja kikifa kinazalisha vitu vingine vingi ambavyo vitakuwa faida kwa wengine. Kwa hiyo samaki anakuwa ni wakifariki hivyo, wakifa wanatengeneza uzao mwingine. Kwa hiyo ni principle hii ambayo naisemea kwamba haishi tu kwamba ukijitesa kuua nafsi yako ya kwamba hautapata faida. Faida ipo sana. Angalia hata kwa pweza. Ndio maana akasubiri kidogo mayai yatotolewe na yeye afi. Kwa faida ipo ya kwamba ukifa kuna kitu kinatokea. Ukiua mwili wako, ukiua nafsi yako, kuna vitu vinatokea kiroho. Siongelei sana kuua mwili, lakini na recommend ya kwamba kama unaweza ukaishi maisha yenye nidhamu nini, sawa. Lakini nafsi ni kitu msingi sana, kwa sababu hichi ndicho kinaleta hayo matokeo ya nje ambayo yanaonekana kwenye mwili. Kwa hiyo ukifanikiwa tu kushikisha nafsi yako, ukabadilisha ule utu wa kale kumuishi Kristo, utashangaa hata matendo ya nje yanabadilika. Sio tu matendo ya nje, hata mafanikio yako katika kiuchumi, yani kielimu, hata kiroho, utashangaa unakuwa na dramatic changes. Mimi namshukuru Mungu sana. I'm not perfect. Sio mkamilifu hivyo, lakini ili somo nimeanza kujifunza muda sana. Nikianza kuchunguza ni vitu gani, ni tabia gani ambazo niko nazo, pengine mimi ndizo zinasababisha Yesu asiishi ndani yangu. Kwa taratibu unakuwa na analyze, labda leo mimi nadhani labda sina kiasi sana, naongea sana. Kuna
nadhani inabidi tukajifunze zaidi kuhusiana na tabia za utu wa kale ambazo zinakuwa zinajidhihirisha kwa kila mtu, ili ukiwa na uwezo wa kuzijua hizi tabia inakuwa ni rahisi kuzidhimisha, ili sasa kuruhusu nani? Yesu Kristo aishi ndani yako. Sawa, watumishi wa Mungu? Ukisoma andiko katika Wakorintho wa kwanza 15:31, hapa Paulo anasema kwamba kwa namna hiyo alikuwa anakufa kila siku. Ameandika hivyo kabisa, alikuwa anakufa kila siku. Sasa mimi ni daktari, lakini kilichonishangaza ni kwamba haiwezekani mtu anakufa kila siku physically. Yaani leo nife, kesho nife tena. Kwa alikuwa hasemi uongo, kwa sababu alichokuwa anamaanisha ni kwamba kuna kifo ambacho alikuwa anakisemea: kuua utu wa kale, kuishi katika maisha ambayo unakuwa usulubisha utu wa kale. Yesu alikufa mara moja tu, lakini wewe inabidi ufe kila siku. Tuko sawa? Maana hiyo tabia haiishi leo. Yaani unajua kitu kingine cha ajabu ambacho kinanishangaza, kuna hao watumishi ambao wanajiita ni wanakuwa na ile hali ya kusema yani wao ni wanyenyekevu, wapole, ni tunda la Roho Mtakatifu. Ni sawa kabisa. Lakini ujue ndani ya ule upole kuna vitu huwa vinajiinua. Yaani usipokaa vizuri, unashangaa unakuwa na ule upole ambao unataka nini? Attention. Upole ambao unataka yani watu wakujue kwamba yes, mimi ni mpole. Kwa ule upole unabadilika, unakuwa tena jamani. Yaani hii sifa inaweza ikawa inapungua sana. Ndio kabisa mimi niko safe. Yaani mimi kwenye usiniguse uongo. Kwenye nini sipo? Una upole sawa, lakini hii tabia ya utu wa kale inakuwa na ile hali ya kufanyaje? Ya kujibadilisha. Unaweza kaanza kwa upole, lakini ndani ya upole, jina ni upole, lakini inakuwa ni utu wa kale ambao unaishi. Kwa unakuwa unamzuia Yesu Kristo kuishi. Na maandiko yanasema kwamba nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu, naye atawakweza kwa wakati wake. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tujitahidi sana kila mmoja wetu tuweze kuishi katika maisha ya kusulubisha utu wa kale. Tusulubishe utu wa kale. Nakupa na mimi mbinu 3 tu za haraka namna gani ya kusulubisha utu wa kale. Bwana asifiwe sana. Tunapoenda kumaliza, cha kwanza inabidi tujisalimishe kwa Yesu. Yesu ndiye mwanzilisho wa imani yetu, na Yesu ndiye atakayemaliza imani yetu. Kwa hiyo role model wetu, baba yetu, mentor wetu, mfuasi wetu, mkufunzi wetu, si ndio? Ni nani? Ni Yesu Kristo. Inabidi tuufuate Yesu Kristo. Tukisoma Warumi 12 mstari wa kwanza, itoeni miili yenu iwe dhabihu. Ngoja nikusomee. Hii naomba nisome mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Warumi 12 mstari wa kwanza. Maandiko yanasema kwamba basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoweni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenye maana. Napenda huu mstari wa pili, nasema hivi: wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Inabidi tujisalimishe kwa Yesu Kristo. Tusalimishe nini? Hatusalimishi silaha. Tunasalimisha, cha kwanza tunachosalimisha, mawazo yetu. Kile kitu tunachokiwaza, je, ni sawa na ni mapenzi ya Mungu? Tuna mawazo mengi sana. Tuna vitu vingi sana ambavyo vinaingia na kutoka kwenye akili yetu. Aidha kupitia macho, kuna vitu vinakufanya uwe nawaza. Vitu unavyosikia vinakutengenezea mawazo. Salimisha haya mawazo. Lakini cha pili, salimisha akili yako. Kitu cha tatu, salimisha mwili wako kwa Mungu. Kwa ukiwa na ile hali ya kusema kwamba at every time, kwamba unakuwa na ile hali ya kusalimisha vitu ambavyo vinajiinua kinyume na Mungu, unakuwa yaani unakuwa kwenye sehemu salama sana. Kwa hiyo tutengeneze kwenye akili zetu ile hali ya kuendelea kujiangalia kila siku, kujitafakari kila siku. Ni vitu gani mimi ambavyo ni matokeo ya utu wa kale ambao vinaendesha maisha yangu? Na ukishapata hivi vitu, visulubishe. Yaani mimi nakwambia, kwa mfano mtu akigundua labda yeye ana kiburi, akasema
Yaani kugundua kwanza kwamba una kiburi ni one of the milestone, ni mafanikio makubwa. Lakini kinachotokea baada ya hapo, hauwezi kusema eti kiburi kitaisha ndani ya mwezi, au kusema kwamba ukiomba siku 40 kiburi kitaisha. I cannot guarantee you. Kwa inabidi hata kama itachukua mwaka mmoja ya kwamba unabadilisha kiburi kikae sawa, it's fine. Kwa sababu ukija kukamilisha huo mwaka utakuwa na hatua kubwa sana kwamba wewe sio, yani hauna kiburi tena. Kwa hiyo nafasi ya kiburi imegeuzwa, Yesu anaishi ndani ya kwako. Kwa ukija kuona sasa kwamba matokeo ya kiburi umeaua, kwa hiyo Yesu Kristo anaishi ndani yako. Kwa matokeo hayo tu, kwa mafanikio hayo ambayo utayapata, na kuhakikisha kwamba utaanza kuiona neema ya Mungu ikitenda ndani yako. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tujisalimishe kwa Yesu Kristo. Tusalimishe mawazo yetu, akili yetu, ndio kitu cha msingi hapa. Hiki kitu ambacho kinaunganisha roho na mwili. Tukisalimishe. Tunakisalimisha vipi? Tulisome neno la Mungu. Tusome neno la Mungu, watumishi wa Mungu. Kwa sababu ukizaliwa unaanza kufundishwa elimu ya nyumbani. Unaanza kufundishwa hivyo vitu vya nyumbani. Ukienda shule unaanza kufundishwa vitu vya darasani. Sio vya darasani, ni vya kidunia. Unaanza kusoma sisi standard 1, unaendelea madarasa 7, unaingia O level, unafundishwa vitu vya duniani. Ukitoka hapo mimi unaenda advance au college, unafundishwa vitu vya duniani. Baada ya hapo unaenda chuo kikuu, bado unajifunza vitu vya duniani. Umemaliza chuo unarudi nyumbani, bado unaendelea kujifunza yale maisha ya mtaani. Yale mazingira tu ni elimu tosha, yanakufundisha. Kuna shangani mpaka unakuja kutulia hivi, akili yako imekunywa vitu vingi sana. Kwa hiyo inabidi sasa ufanye juhudi ya kubadilisha hivyo vitu ambavyo umevimeza tokea utotoni mpaka hivi leo. Replace, yani weka neno la Mungu, kunywa neno la Mungu. Haleluya. Yoshua 1:8 nasemaje? Ni kitu ambacho tumefundishwa, tunaelewa. Kwa hiyo utakushangaa kama umesahau. Kwa hiyo inabidi tuwe watu ambao tunalitafakari neno la Mungu mchana na usiku, kwa sababu ukifanya hivyo ndipo utakapofanikiwa sana. Mungu anasema hivyo. Ukilitafakari neno la Mungu mchana na usiku, ndipo utafanyaje? Utakapofanikiwa sana. Trust me. Yaani tumechukua muda sana kujifunza vitu vingi. Basi kwa muda ambao umebakiwa nao sasa hivi, badilisha basi mfumo wa akili yako. Meza neno la Mungu. Na kuhakikishia, yani ukitenga muda wako, ukitengeneza, yani tengeneza mfumo wako unaliishi neno la Mungu. Kwa hiyo unaliishi neno la Mungu, maana kuna baadhi ya viashiria vya utu wa kale unakuwa unavibadilisha, vinakuwa ni neno la Mungu ndani yako. Na neno la Mungu ndio Yesu Kristo. Kwa hiyo ukiwa na neno la Mungu ambalo liko ndani yako, uko na Yesu Kristo anaishi ndani yako. Neema itakuwa nyingi sana. Mafanikio yatakuwa mengi sana. Yaani sio hata habari ya mafuta na maji ya upako. Ni neno la Mungu. Bwana tusaidie sana. Hatua ya pili ni kuua utu wa kale. Ni kitu ambacho nimekisemea sana. Yaani tengeneza mfumo. Unajua bwana, be creative. Yaani maisha ya Kristo sio lazima tu ufuate tu vile ambavyo unaelekezwa na mchungaji. Inabidi uende zaidi. Hata yeye anajifunza, baba yetu naye anajifunza, si ndio? Kwa hiyo inabidi kwa hatua yako unafunzwa, unajifunza vitu vya kanisani, lakini pia ukitoka hapo, tafuta muda wako. Jitafakari, ni vitu gani vinanikwamisha mimi? Ni utu gani wa kale ambao unadhihirika ndani yangu ambao ni kama kikwazo katika maisha yangu? Tenga muda, omba, kubali kukataa ile hali, ikatae, lakini pia hauwezi ukaikataa tu hivi. Ukisema tu eti naondoa kiburi kwa jina la Yesu, akiondoki mpendwa. Kwa hiyo ukipanga kuondoa kitu, kuna kitu lazima kiingie, si ndio? Nini kinaingia hapo? Si neno la Mungu, si ndio? Kwa inabidi kunakuwa na mbadilishano kwamba ukiua hiki kuna kitu kinaishi. Lakini sisi wengi tunachofanya ni kwamba tunakuwa tunaamua mimi leo ninaomba kitu fulani kinitoke, lakini ni kitu gani kitaingia baada ya hicho kitu? Ndio kama katika
vitabu vya Injili kuna sehemu anasema kwamba mapepo yalitoka, yalikemewa yakatoka ndani ya nafsi ya mtu. Lakini akaenda kutulia, baadaye akaja akaangalia, mbona bado pako peupe pale, hamna kitu ambacho kipo. Kwa hiyo yakaitana kama 7 hivi na kuendelea, akaja kujaza sasa hiyo sehemu zaidi. Kwa kumbe ukipata nafasi ya kuondoa kitu ambacho ni kinaenda kinyume na Mungu, kuna kitu inabidi kikae kukava hiyo nafasi, ambalo ndio neno la Mungu. Bwana tusaidie sana. Kitu cha mwisho, mwangalie Yesu. Wewe mwangalie tu Yesu. Mwangalie Yesu. Waebrania 12:2. Namba tusome. Mwangalie Yesu. Muhimu sana. Mwangalie Yesu. Amen. Waebrania 12:2 inasema, tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake alistahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Yes. Tukimtazama Yesu. Wewe mtazame tu Yesu. Unatazama nini kwa Yesu? Angalia kazi aliyoifanya. Alikufa kwa ajili yako. So unatakiwa ufe kwa ajili ya utu wa kale. Akafuka kwa ajili yako. Inabidi ukishakufa matokeo yake tuyaone unafuka, yani Yesu anaishi ndani yako, na uyadhihirishe matendo ya Mungu katika maisha yako. Tumtazame Yesu Kristo. Kuna muda inabidi tuangalie maelekezo tunayopewa na viongozi wetu, kwa sababu na wenyewe kuna sehemu wanayachota hayo maelekezo. Ni kwa Yesu Kristo. Kwa ukiwa na access, ukiwa na uwezo binafsi, mtazame Mungu. Mwangalie tu Yesu. Yesu ni nani? Yaani ndio neno la Mungu ndio wapendwa. Kumbe kutazama Yesu ni kusoma neno, ni kumwangalia Mungu. Nini anasema? Kwa inabidi tuliishi neno la Mungu. Ndicho kitu pekee ambacho inabidi tunacho katika maisha. Simama. Kwa hiyo nakwenda kumalizia somo hili, ninakuomba sana mtumishi wa Mungu. Nadhani Kristo ndio atakapanda hivi, ya kwamba mfumo wetu wa maisha yetu unaongozwa sana na vile ambavyo sisi tunatafakari kulingana na ile mfumo au mtu wa kale ambao umekuwa ukiendesha maisha yetu. Nimekuja kukusii na kukushauri kwa namna moja ama nyingine, ya kwamba kapate muda zaidi nyumbani. Kaa tafakari kwamba ni kitu gani ambacho kimekuwa ni kikwazo kwako. Utu wa kale ambao umekuwa ukijidhihirisha na kukufanya uonekane kama mtu ambaye hauna matokeo. Wengi sana tunatamani tuwe na matokeo katika maisha yetu. Kwenye tasnia ya muziki, kwenye tasnia ya Injili, na nitumie hiyo kauli kwenye aspect mbalimbali, kwamba mtu ameitwa katika kusudi fulani, lakini nini kitamfanya ajitofautishe na wengine? Ni ile gharama anayoilipa kusulubisha utu wa kale ili kuweza kumruhusu Yesu Kristo aishi ndani yake. Mungu atusaidie sana. Bwana asifiwe sana. Msalaba ndio asili ya neema. Naomba mtuongoze katika huo wimbo. Mungu atusaidie kuyashinda haya. Mungu atusaidie kushinda utu wa kale. Nguvu tunayo. Yaani wanasema kwamba kama Yesu asingefufuka, basi na mimi nisingekuwa na haya na uwezo wa kushinda kitu kile.